Biblia inasema kwenye Mathayo 11 mstari wa 28, Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. 29 anasema, Jitieni nila yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Napenda hiyo, mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nila yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Kuna watu wana mizigo kwenye mioyo yao. Naona kuna mtu amembeba mtu moyoni mwake. Kuna vitu alimfanyia, amembeba miaka na miaka. Anaendelea kukonda tu, anaendelea kuzofika. Sikilize my dear, ndiyo alikukosea, ndiyo yeye ndo mbaya kwako, wewe haukumkosea. Lakini ni nani anayeumia? Yeye huku aliko hajui vile ambavyo wewe unaumia. Hajui vile ambavyo unajisikia, wala hajui kama umemweka moyoni mwako, umechukua kiti umeweka pale, amekaa moyoni mwako. Kila ukifanya jambo unamuona, kila ukifanya hiki unamfikiria. Wakati unamfikiria yeye, maisha yake yanaendelea kustawi, yanaendelea. Na mtu kwa kawaida, ukimchukia mtu akifanikiwa unaumia wewe, akifanya vizuri unaumia wewe. Na tuko kwenye dunia ya utandawazi. Unaweza kusema okay, nimehama mji, nimehama mkoa, nimehama taifa, lese nimetoka Tanzania nimeenda taifa lingine kuanzisha maisha kwa ajili ya kuondoa stress zangu kwa maumivu niliyopata nikiwa nchini kwangu. Mfano maybe Tanzania, ukahama ukaenda nchi za magharibi au za Ulaya huko. Lakini kwa sababu tunaishi dunia ambayo imekuwa ni kijiji kwa sasa hivi, ghafla tu unaweza kumuona kwenye simu yako kuna mitandao ya kijamii ambayo inaweza kukufanya ukaona mambo yake. Kwa hiyo kuna namna ya kuweza kumuondoa mtu huyo moyoni, na kuna namna ya kuweza kupata baraka pale ambapo utaamua tu kumuondoa mtu huyo moyoni. Usibebe vitu kwenye maisha yako. Acha kubeba mizigo ya watu kwenye moyo wako. Moyo wako ni kitu special kabisa kwa ajili ya kukuletea furaha. Biblia inasema linda sana moyo wako. Kwa nini ulinde sana moyo wako? Asikwambie linda sana mwili wako, linda sana kichwa chako, linda sana miguu yako na vitu vingine. Linda sana moyo wako. Kuna chemichemi za uzima kwenye moyo wako. Anapozungumza chemichemi za uzima kwenye moyo wako, kumbe kuna kitu. Usipoulinda moyo wako, unatengeneza moyo wako uweze kufa, unatengeneza moyo wako upate magonjwa, unatengeneza moyo wako upate shida. Yani hapo kwenye moyo wako ndipo Mungu ametengeneza uzima, ametengeneza furaha, ametengeneza namna fulani ambayo itakuletea furaha, itakuletea mafanikio. Moyo wako ukifurahi, unajua moyo ukiwa safi, moyo ukiwa umefurahi, Bible says hata uso unakuwa na nuru. Yes, uso unakuwa na nuru. Kuna mtu ana miaka 28, miaka 30, lakini ukimwangalia ni kama ana miaka 40. Ni kwa sababu ameweka vitu kwenye moyo wake, amebeba mizigo kwenye moyo wake, amewabeba watu kwenye moyo wake. My dear, wewe unapokuwa unambeba mtu kwenye moyo wako, yeye unamuacha anafanikiwa na enjoy, ananenepa tu, unakonda wewe, wakati wewe ndio uliyekosewa, unakuwa umepata hasara kubwa sana kwenye maisha yako. Biblia yangu inaniambia kwenye Mathayo 11 mstari wa 28, inaniambia kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. 29 inasema, Jitieni nila yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Lakini 30 inasema hivi, kwa maana nila yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Jifunze kuachilia vitu moyoni mwako. Jifunze kujiweka mwepesi kwenye maisha yako. Samehe aliyekukosea. Najua amekukosea.
Inawezekana unasema hujui tu vile amenikosea, hujui tu yani hujui vile niliumia alivyonikosea. Ni kweli, lakini unapokuwa hauachilii makosa, hauachilii na kusamehe makosa uliowahi kutendewa na watu huko nyuma, hiyo inasababisha, inazuia baraka kwenye maisha yako. Sio tu kwa sababu andiko linasema usiposamehe hautosamehewa, hapana. Yani hiyo inakusababishia wewe pia kukosa baraka zingine. Yani hata kwenye afya yako inakuwa hauna afya nzuri, mawazo yako inakuwa hauwazi vizuri, kwa sababu always muda mwingi unakuwa na muwaza mbaya wako, badala ya kuweka mema kwenye moyo wako, badala ya kuwaza mazuri, kuwaza yale uliotendewa mazuri, yale uliowatendea watu mazuri, ambayo yatakupelekea kuishi maisha marefu. Kwa sababu unapojaza chuki kwenye moyo wako, unatengeneza bomu, na litakapolipuka hautoamini. Unatengeneza magonjwa kwenye maisha yako. Mwisho wa siku unakuja kusumbua watumishi, niombee figo imefeli, niombee mtumishi sijui ni langu limekuaje, mtumishi sijui nini imekuaje. Kumbe kuna namna ambavyo wewe ulijiweka kwenye maisha yako. Samehe na Mungu atakusaidia. Samehe na Mungu atafanya jambo kwenye maisha yako. Mungu peke yake ndo anaweza kukupumzisha. Nami leo nimekuja kukutangazia amani ya moyo wako. Awezaye kuweka amani ya moyo wako ni Mungu peke yake. Yesu peke yake anaweza kukuletea amani kwenye moyo wako. Mbebe Yesu kwenye maisha yako na utaona furaha kwenye maisha yako. Utaona baraka zikimiminika kwenye maisha yako. Utaona vile ambavyo mwili wako utakuwa mepesi kwenye maisha yako. Ruhusu kumbeba Yesu. Moyo wako ni kitu muhimu kwenye maisha yako. Moyoni mwako kuna viti vingi. Unajua moyo ni kama nyumba hivi. Kuna sehemu unaiheshimu sana kwenye nyumba yako, chumbani. Kwa hiyo mpe nafasi ya chumbani Yesu kwenye moyo wako. Kile kiti cha enzi ndani ya moyo wako akae Yesu. Usiruhusu kuweka adui kwenye kiti chako cha enzi cha moyo wako. Ulinde sana moyo wako, maana huko kuna chemichemi za uzima. Manake usipoulinda moyo wako unatengeneza chemichemi za mauti. Leo nimekuja kukutangazia yupo ambaye unastahili kumweka kwenye moyo wako, na maisha yako yakawa mepesi, maisha yako yakaenda kiwepesi. Usitumie nguvu kufanikiwa, usitumie nguvu kuilinda afya yako, usitumie nguvu kulinda familia yako na magonjwa, usitumie nguvu kuwafanya watoto wako waweze kusoma. Kuna watoto wanasumbua shule, ni vile umeruhusu shetani aweze kucheza na familia yako. Mruhusu Yesu aweze kukaa kwenye maisha yako. Mruhusu Yesu aweze kukaa kwenye moyo wako. Aletaye pumziko la moyo ni Yesu peke yake, sio binadamu, sio fedha, sio mali, sio ndugu, wala sio sheria za ukoo. Kuna watu wana pesa, nakwambia ndugu yangu, kuna watu wana pesa. Ukiwa una pesa bila Mungu, hiyo sio kitu, haifanyi kazi. Lakini ukiwa na maisha yako, ukiwa na pesa, ukiwa na fedha, ukiwa na afya njema, lakini ndani yako anaye control maisha hayo ni Mungu, uko mikono salama. Nisikilize vizuri, mstari wa 30 inasema hivi: kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Yesu hajawahi kuwa mzito kwenye maisha ya mtu. Huleta unafuu kwenye maisha ya mtu. Huleta baraka kwenye maisha ya mtu badala ya laana. Palipokuwa na giza, Yesu akiingia kunakuwa na nuru. Palipokuwa na ugumu, Yesu akiingia kunakuwa na urahisi. Panapokuwa na shida, Yesu akiingia kunakuwa na baraka. That's why katika mstari wa 29 anakuambia utapata raha nafsini mwako. Naona kuna watu wamekosa raha, wamekosa furaha kwenye maisha yao. Wao unajua ni nini kilichokukosesha furaha? Yupo Mungu aletaye furaha. Hebu mpe nafasi ya kukaa kwenye moyo wako. Fungua moyo wako aweze kukaa na akatambe kwenye moyo wako. Utaona vile maisha yako yatakavyokuwa mepesi. Usiweke moyo wako, usiwape watu moyo wako, my dear. Moyo wako ni kitu cha thamani. Kuna kiti kile cha enzi kinachokaa kwenye moyo wako. Hebu mpe Yesu akae kwenye hicho kiti. Kuna watu wamechukua maadui, wamewapachika kwenye hicho kiti cha moyo wao. Wanatawala tu maisha yao hayaeleweki. Naona kuna mtu mmoja anafunguliwa.
mtu mmoja ambaye alikuwa amembeba mtu kwenye maisha yake.